Hakuna kazi ngumu hapa duniani kama kuaminisha watu kwamba wewe ni mzuri, ila hakuna kazi nyepesi duniani kama kuaminisha watu kwamba wewe ni mbaya. Hivyo ni muhimu kutenda sawa ninavyotakiwa, usiangalie wanasemaje, mradi unafanya kwenye ubora wako na usafi wote. Kumbuka, pamoja na mazuri yote aliyowahi kuyafanya Yesu, aliwalisha zaidi ya wanaume 5,000 akawapa mikate na samaki, aliwafufua waliokufa, aliwaponya. Lakini alivyosema atalivunja hekalu ndani ya siku 3 na kulijenga tena, wale watu walimchukia, wakasahau mema yote, wakataka kumuua, wakamsulubisha. Wale aliokula nao, wale aliotembea nao, wale ndugu zake, wale Wayahudi wenzake hawakutamani kumuona tena, hawakutamani kumsikia tena. Kwa sababu gani? Wanadamu wana kawaida ya kubadilika, wanadamu wana kawaida ya kusahau, wanadamu wana kawaida ya kuchukia, wanadamu wana kawaida ya kutokuyaona mema mengi katikati ya mabaya machache. Kwa hiyo ni muhimu sana usiwaishi wao, usiishi historia zao, usiishi maneno yao, usiishi wanavyotaka wao. Ishi kile ambacho Mungu amekuwekea, ishi ile hatima njema ambayo umewekewa, ishi yale maono yako, ishi ile nafasi yako, ishi ile tamanio lako la moyo. Hapo utakuwa unaelekea mbele kwenye mafanikio yako. Cha ajabu, wanaotegemea kwamba watakupa moyo na nguvu, wataanza hao kukupiga teke, wakitamani urudi nyuma, wakikuvunja moyo, wakikwambia hiki hakiwezekana, hiki baba yako alishindwa, hiki mtu fulani alishindwa maarufu, wewe ni nani uanze? Usijaribu, utaharibikiwa, utapotea, utaishia njiani. Kwa hiyo watu wanataka uishi kulingana na historia. Hapana, usiishi kulingana na historia. Siku zote historia ni kwa waliopita. Historia situpe mafunzo ya sisi kuendelea mbele. Historia sio sababu sisi kuishi leo kwenye ubaya, kwenye maumivu. Historia zitupe njia za kuweza kutoka kwenye yale mabaya ambayo waliishi wao, na jifunze kupokea taarifa ambazo ni sahihi hata kama zinauma. Kwa taarifa sahihi utakuwa na uwezo wa kujua wapi uboreshe, wapi uache, wapi uboreshe, wapi urekebishe. Kwa hiyo hakikisha masikio yako unawapa watu ambao wana uwezo wa kuambia kwa usahihi, lakini kukutia moyo. Haijalishi linauma kiasi gani, haijalishi linakera kiasi gani, haijalishi linavuruga kiasi gani, lakini ukimpa mtu ambaye sio sahihi sikio lako, akaanza kukulisha taarifa ambazo sio sahihi pia, au ambazo ni sahihi lakini hawezi kukutia moyo, hautakuwa na nguvu ya kutamani kuendelea mbele, utakuwa na nguvu ya kutamani kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Aliyekupa taarifa hajakupa taarifa ambazo ni sahihi. Jipe moyo, wape masikio watu ambao wanakujenga zaidi kuliko kuvunja. Naamini unaweza, usisikilize sauti ya mazingira.